Hello guys, welcome back to CEO Ryan TV. So guys, kumepita some months since the story of Mario Naipei na James Opande. Remember, it was one of the biggest trending stories in Kenya. And right now, Mario Naipei anahudumu katika kanisa la Pastor Kanyari, and of late venye vitu zimekuwa zikiendelea, a lot of people wamekuwa na story mara maybe Pastor Kanyari ana date Mario Naipei, but at the end Pastor Kanyari alisema itu ni ile support yake ya kusupport Mario Naipei after kutusiwa and kufanyiwa everything mbaya kwa social media na Wakenya. And also he went ahead na kupatia Maron 50,000 Kenyan shillings, and also alienda ahead na kumfungulia biashara ya kuuza dera. So up to this point Maron Naipei amefaidika kwa hii pressure yote. At the end yeye amegain something kwa hii story yote, cause right now even she is an assistant pastor kwa kanisa ya Pastor Kanyari, and many people wameanza kuona the other side. Many people wameanza kuona akisaidia Pastor Kanyari kupaka watu mafuta church, and also helping kwa other activities zenye zinafanyikanga kwa church kama singing. But on the other hand, James alidecide kurudi USA, whereby he was working kule USA. After kwenda huko, story ilikuwa imetulia. Kumbe some Kenyan leaders walikuwa wanafuatilia hii story chini ya maji and without anyone knowing. So inasemekana kuna a certain leader alipiga simu huko majuu kuchomea James Opande na everything ili happen in Kenya. So huyu leader alidecide kupiga the employer mwenye alikuwa ame-employ James Opande na akamwelezea everything yenye ilikuwa imehappen back at home in Kenya. And also remember, James Opande alikuwa na familia huko US, and obviously bibi yake alikuja akajua all this story after circulate sana online, and maybe alikuwa ameplan kumsamea. But at the end of this all, James Opande aliachishwa kazi na employer wake huko United States kwa sababu ya hii story yote ya Mario Naipei. And a lot of people walikuwa wamesahau na hii story, but some people walienda behind na mpaka James Opande akaachishwa kazi kule US. And right now Mario Naipei anaenjoy, cause at that time walikuwa na record hiyo video, Mario Naipei already alikuwa anajua ni nini inafanyika. Ukiangalia so close kwa hiyo video yenye ilikuwa ina circulate, but because of tarnishing her name at the end, James Opande ilikuwa lazima tu alipie kwa vitu zenye alifanya. But also James Opande alikuwa amejidefend na kusema kwamba si yeye alipost that clip, ni simu yake ilitumika kupost hiyo video. But at the end of it all ameachishwa kazi, and on the other side Mario Naipei anazidi kuimarika and anazidi kuishi life fiti after the trending story ya hiyo video yote. So it's high time pia kuprotect maybe the boy child kwa society, cause anything wrong happen between boy child na girl child, society wanga inakimbilia sana kusikia the side of the story ya lady, but the side of the story ya mwanaume inakuanga hard sana kwa society kuelewa. So it's high time pia society ikuwe ina judge equally, and also both stories zikuwe zinasikizwa, cause at that particular time hiyo video ilikuwa ina trend, many people walikuwa wanasikia tu only the side ya Mario Naipei, but side ya James Opande ilikuwa ni mbaya sana. And also tuliona watu kama kina Geoffrey Msiria walikuwa wanatetea at that time Mario Naipei, but after mambo imechemka tuliona wakianza kujitoa pole kwa scenes na everything that it was happening at that particular time. So James Opande ameachishwa kazi, hakuna employer maybe atakuwa ready accommodate ama employ back apate kazi yake. So let's wait and see, but society inafaa ianze kusupport boy child time ngori kama hizi zina happen.